Salamu popote ulipo mtazamaji wa Aviation Tanzania, ni matumaini yangu buheri wa afya. Naitwa Zena Kasim kutoka Aviation Tanzania, tukikuletea habari, makala, mahojiano na matukio mbalimbali kuhusu sekta ya usafiri wa anga ndani na nje mipaka ya Tanzania. Leo tumepata fursa ya kuweza kufika katika chuo cha usafiri wa anga kilichopo chini mamlaka ya usafiri wa anga nchini Tanzania TCAA, kinaitwa Civil Aviation Training Center, na tutapata fursa ya kuzungumza na principal ama mkuu wa chuo hichi, anaitwa Aristide Kanje. Bwana Aristide Kanje amekuwa mkarimu sana kuweza kutukubalia na kuweza kupata fursa ya kuzungumza naye, kufahamu mawili matatu kuhusu chuo chenyewe, kuhusu huduma zinazotolewa hapa za mafunzo ya wanaanga nchini Tanzania, na kuweza kufahamu mchango kwa ujumla wa chuo hiki katika sekta ya anga nchini Tanzania. Bwana Aristide, habari ya wakati huu? Salama kabisa ndugu mwandishi, karibuni sana. Asante sana. Tunashukuru kwa kutukaribisha na tumeshakaribia. Karibuni sana. Kiongozi, tunahitaji kufahamu mambo tofauti kuhusu chuo cha anga, lakini kabla hatujaendelea tunaomba tufahamu tu kwa ufupi utangulizi wa chuo cha anga, kimeanzishwa lini na mpaka sasa toka kilipoanzia na mpaka sasa kilipofika kimepiga hatua gani hasa? Asante sana ndugu mtangazaji, ndugu mwandishi. Chuo hiki kilianzishwa mwaka 1985 na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na kinaendeshwa na mamlaka ya usafiri wa anga Tanzania TCAA. Chuo hiki kilianzishwa baada ya kuvunjika kwa ile kwa Jumuiya ya Afrika Mashariki mwaka 1977, lakini Tanzania sasa tukajikuta kwa sababu katika wakati huo wa jumuiya kila nchi ilibaki na kitu ilichokuwa nacho yenyewe. Kwa hiyo sisi Tanzania tukajikuta kwamba tunaingia wakati mgumu kwa sehemu ya kufunza watu wetu wa sekta ya usafiri wa anga, hususan wale waongoza na ndege, watu wa habari za anga, mafundi wa mitambo ya kuongozea ndege. Sasa kulingana na gharama hiyo, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kushirikiana na shirika linalosimamia usafiri wa anga duniani ICAO, na kwa kushirikiana na shirika la maendeleo la dunia UNDP, ndio wakachukua initiative na kuanzisha chuo hiki, ambao wao kama UNDP na ICAO walitusaidia kwenye upande wa kutoa vifaa vya kufundishia. Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ikatoa jengo hili unaloliona, pamoja na madarasa na ofisi za walimu. Kwa hiyo ilianzishwa kwa lengo la kuhakikisha kwamba tunapata wataalamu wenye tija na wenye weledi kwenye sekta ya usafiri wa anga, ili kupunguza gharama za kuwasomesha wataalamu hao nje ya nchi. Gharama ni kubwa sana za kuwasomesha wataalamu nje ya nchi kwa upande wa wataalamu wa sekta ya usafiri wa anga. Sasa kuondokana na hilo, ndio serikali kaamua kuanzisha hiyo ili kidaraja. Na kwa sasa kwa ujumla tunatoa mafunzo ya aina mbalimbali kwenye vitengo mbalimbali. Kama nilivyosema, tunatoa kwenye mafunzo ya uongozaji ndege katika kada zote. Tuna ngazi karibia 3 za uongozaji ndege ambazo zimegawanyika. Kwa hiyo kuna uongozaji ndege daraja la kwanza ambao inaitwa aerodrome controller, na daraja la pili ambalo lina approach control procedure na approach control surveillance. Tofauti ni kwamba kuna yule anaongea na rubani moja kwa moja pasipo kumuona. Lakini kuna surveillance ni ile anatumia rada zilizowekwa, anaiona ndege. Kwa hiyo anajua anafanya nini. Lakini kuna area control procedure na area control surveillance. Hiyo ndio kuongea tu kwa redio na kwa kutumia rada anaona. Ambayo hiyo ya kutumia rada inasaidia sana inaongeza ile trust. Yaani hata rubani anayeruka ukimwambia uko sehemu fulani na unamuona, inaongeza ile uaminifu zaidi kuliko ile unaongea tu kwa redio alafu muone, kwa sababu anaangalia tu kwenye rada pale. Anaangalia, anaiona, anamwambia sasa hivi uko hivi, unaenda hivi, elekea mwelekeo huu ili uzitua. Kama unavyojua huko juu kuna njia zake za kupita. Kwa hiyo lazima huyu controller aziongoze vizuri. Lakini vile vile kuna ile mitambo ya kuongozea ndege, ili rubani ajue yuko wapi. Kuna mitambo imesimikwa ardhini, ambapo sasa hivi tumerudi juu, tunaenda sasa baada ya kuadvance kwa teknolojia tunatumia satellite ya mwongozo. Sasa kuna mafundi wa kutengeneza hiyo. Lakini kuna kutoa watu wa habari za anga, anaitwa Aeronautical Information Officers. Lakini vile vile tunatoa mafunzo kwa upande wa aviation security, yani wale walinzi kwenye wanatoa usalama kwenye viwanja vya ndege, wanaohakikisha kwamba hakipiti kitu chenye madhara au mtu anaweza kukitumia kaleta madhara kwenye ndege.
lakini vile vile tunatoa mafunzo ya uendeshaji wa viwanja vya ndege, airport operation, na vile vile tunatoa mafunzo mengine ya urushaji wa ndege nyuki au drones. Hapa teknolojia imeingia, lakini sasa tumeona kwamba kiacha tu ikienda kiholela, kuna hatari ya zile drones kugongana na ndege za abiria au ndege hizi kubwa. Kwa hiyo tunatoa mafunzo haya ili watu waweze kuelewa kanuni, taratibu na sheria za kurusha hizo drone. Hapo kwenye mafunzo, kabla tujafika mbali zaidi, ninaomba ufafanuzi kidogo kwamba katika kila mafunzo, kwa mfano kama mtu anataka kusomea air traffic, anataka kuwa air traffic controller, anatakiwa awe amesomea mchepuo gani katika level ya advance? Akitaka kusomea kuwa maybe drone pilot pia, kama kuna vigezo vya kielimu anatakiwa kuwa navyo ili aweze kusomea kozi hiyo, iko vipi? Asante sana ndugu mwandishi. Kama nilivyosema kwamba kwa mfano sisi hatutoi kozi za urubani wala hatutoi kozi za mafundi wa kutengeneza ndege wala wale wahudumu kwenye ndege hostess. Wale tumeachia wenzetu haya muda mrefu, wanatoa wenzetu wa NIT. Sisi tunatoa haya tuliyosema. Lakini vigezo vya kuingia vinatofautiana. Kwa mfano air traffic controller. Kwa sababu air traffic controller kuna mtu ambaye ndiye anamdhibiti. Vigezo vyake anayomtaka mtu anayeingia lazima awe na degree ya kwanza ya science. Ambapo kwa sababu pale anakuwa na mambo ya mahesabu, jiografia na nini. Lakini hizi requirement au mahitaji ya kwamba ni mtu wa level gani inatofautiana na regulator kutoka nchi moja kwenda nchi nyingine. Kwa Tanzania mwajiri wa air traffic controller pekee ni Mamlaka ya Usafiri wa Anga Tanzania, TCAA. Na ndio sababu unakuta hata sasa hivi tunao vijana wako darasani wanasoma, tutawaona. Ilitangazwa nafasi, sifa za kuingia zikatangazwa, wakaomba, na sasa hivi wako darasani wanasoma. Kwa hiyo tunaingana vigezo vile ambao mkaguzi anaenda kuwakagua, anawaajiri, anawataka tunaenda na vigezo hivyo. Lakini wanakuja wengine wa nchi nyingine, unakuta ni wengine ni form 6 lakini amefanya masomo ya science. Science, jiografia, physics, hesabu lazima ziwepo hapo ndani. Kwa sababu lazima aujue kusoma ramani. Lakini vile vile lazima ajue kupiga mahesabu. Calculate kama ndege hii na ndege hizi zitakutana baada ya muda fulani, zile zikagongana. Lakini kwa ujumla masomo kwenye aviation, niseme tu ndugu mwandishi, vile vigezo vya sifa ya elimu vinatofautiana mafunzo na mafunzo. Sisi tunatoa mafunzo kuanzia aliyemaliza darasa la 7. Hapo kwenye darasa la 7 mpaka kwenda kwenye hata mwenye PhD anasoma. Lakini sisi level yetu tunayotoa ni certificate. Sisi masomo yetu tunayotoa, kozi yetu, mafunzo tunayotoa, tunamfundisha mtu kwenda kufanya kazi. Hatumfundishi mtu baadaye akitoka akajifunze. Halafu asilimia kubwa ya watu wetu unakuta wengine ni wale wako makazini. Taratibu na kanuni zinakuwa kufanya mafunzo kila baada ya muda fulani, refresher. Ili tusifanye kazi kwa mazoea. Nisema swala la usalama ni swala la msingi sana katika sekta ya usafiri wa anga. Kwa hiyo nasema kuanzia darasa la 7 kwa sababu swala la usalama sio la mtu mmoja. Swala la usalama kwenye sekta ya usafiri wa anga ni la kila mmoja. Sasa tunategemea wale wanaokuja kufanya usafi, wanaofanya usafi kwenye viwanja huko kwenye maeneo ya airport, lazima wapate kozi ya awareness. Wengi utakutana na kwanza darasa la 7. Sasa nikasema hiyo elimu kuanzia hao lazima awe awareness. Leo hii kwenye dustbin mtu anayehangaika nalo ni mtu wa usafi. Mtu anahangaika kule chooni, mtu wa usafi. Mtu anaweza kaingia kule chooni akawa anafanya jambo au popote kwenye dustbin akaweka kitu. Yule kama hana awareness, hata toa taarifa rana kitu cha kawaida. Kwa sababu tunasema sisi tunawapa awareness, tunakozi awareness ya siku moja. Aelewe aviation maana yake nini, baada ya vitu mambo ya usalama, ili aweze kutupa taarifa. Kwa sababu nikasema kuanzia la 7 mpaka mtu mwenye PhD. Na PhD kwa sababu sisi tunatoa certificate ambaye anamfanya mtu aende kufanya kazi. Na ukienda huko hutakuwa hujasoma, umemaliza degree yako ya kwanza, umemaliza masters, huna, lakini ukija kwetu utasoma na utaendelea mambo yako. Okay. Kuna hii kozi nyingine ya hawa marshals wanaokuwa pale kwenye uwanja wa ndege chini, wanaokuwa na control ndege zikiwa tayari zimeshatua chini. Nazo pia mnatoa mafunzo yake? Haswa. Si hapa tunatoa kama nilivyosema kwenye airport operation,
Ndio kuna zile sasa airport management ndizo koza kiutawala kwenye viwanja vya ndege. Lakini kuna hao wanao park ndege. Actually hawa control wale. Wale kazi yao ni kuziegesha, kuziweka kwenye maegesho sahihi. Watu wa viwanja vya ndege wanakuwa wanawasiliana na air traffic controller kwamba ndege hiyo naye kuja itapaki eneo fulani. Kwa hiyo yule akishaona ndege imekuja anaenda kwenye ile eneo la kupaki ili amsaidie rubani kulinda kwa alama ili aweze kupaki vizuri. Hiyo kozi ya mashallah tunaitoa hapa. Okay. Kwa mfano kama mtu anataka kusomea kozi ya mashallah anatakiwa amesomea mchepuo gani katika level? Huyo kama anasoma mashallah au uendeshaji wa viwanja vya ndege anatakiwa wawe na elimu ya form 4 bila kusema ni mchipuo gani, yoyote ile anaweza kufanya. Kwa sababu hahitaji science. Kwa hiyo yoyote anaweza kujiunga. Mashallah, airport operation, wote anaweza kusoma awe na form 4, principal passes angalau ziwe 3. Lakini kuna nyingine tunaita yule anayeandaa safari za ndege, anaitwa flight operation officer. Kwa lugha nyingine za mtaani wanasema ni rubani wa ardhini. Kwa sababu huyu flight operation officer wajibu wake ni kuandaa safari za ndege za shirika husika. Ndio anajua ndege, tuna ndege 10, tuna ndege 20, tuna ngapi, ni ipi inaenda wapi, ni ipi inaenda upande gani, namna ya kupakia abiria, wanakaa vipi, mizigo, anaandaa ile safari nzima. Akimaliza anamkabidhi rubani. Rubani anahakiki je iko sawa sawa, ndio ndege iondoke. Ndio tunamuita rubani wa ardhini. Sasa na vile vile ndege zinazokuja yani niseme ndio anaandaa utaratibu mzima wa kupanga zile ndege katika kampuni. Sasa mtu huyo sasa anataka kusoma, lazima awe amefaulu masomo ya science, physics, hesabu na jiografia. Ili aweze kuelewa hilo. Angalau tunasema tulikuwa tumeweka taratibu ilikuwa ni form 6, lakini sasa hata form 4 tunawachukua kwa sababu tuna train vizuri, tunapata elimu, lakini wamefanya masomo ya science ndio anafanya hiyo. Sawa. Naomba nifahamu tu kwa ufupi chuo hiki kinahakikisha vipi kwamba programu zake za mafunzo zinakidhi viwango vya kimataifa? Kwa maana kama mwanafunzi akihitimu hapa masomo yake, anaweza kupata ajira katika nchi kama Kenya, Uganda, ndani ya Afrika au hata nje? Haswa kifaulu chuo cha CTC, ukisoma mafunzo hapo, una uhakika wa kupata ajira mahali popote duniani. Okay. Kwa sababu gani? Kwa nini? Tunakidhi viwango vya kimataifa. Na nikwambie tu ndugu mwandishi, katika Tanzania ndio chuo pekee kinachotambulika na ICAO, shirika linalosimamia usafiri wa anga duniani, International Civil Aviation Organization. Ndio chuo pekee. Hakuna kingine. Tumekidhi vigezo vyote. Sisi tunaitwa ni ICAO Trainer Plus full member. Kuna category 4. Kuna silver, gold, platinum na silver, platinum, gold, seconde. Kwa hiyo sisi tumekidhi vigezo ni kwamba ni full member gold. Sasa na hiyo unaikidhi namna gani? Kuna taratibu na kanuni ambazo unatakiwa uzifuate za ICAO ili uweze. Na tunakaguliwa. Wanakuja kukagua kuanzia hiyo mitaala unavyoitengeneza inakidhi vigezo. Na hivi tunataka niseme tu ni mwaka jana mwezi wa 12 tarehe 1 mpaka tarehe 5 walikuja wakaguzi kwa ajili ya kutukagua kama tunakidhi vigezo. Kwa hiyo kutoka na cheti chetu akienda mahali popote kuomba kazi, wanaangalia wanasema chuo gani amesoma, CTC Tanzania. Wakiangalia tu kwenye network wanakiona. Wanasema haina shida. Lakini vile vile sisi na ICAO Trainer ni ICAO Aviation Security Training Center. Tumesajiliwa na ICAO kutoa mafunzo ya usalama wa anga katika kanda ya Afrika Mashariki na Kusini mwa bara la Afrika. ICAO Aviation Security Training Center. Kwa hiyo ukiingia kwenye network ya ICAO unaita STC Dar es Salaam. Tuko pale. Kwa hiyo unakuta, lakini vile vile tunakaguliwa, mamlaka ya usafiri wa anga pamoja na kwamba ndio inaendesha chuo hiki, lakini inakikagua, ina kitengo cha ukaguzi.
Kwa hiyo hiki chuo kinaitwa ni Approved Training Organization. Na hata haya mashirika ya kimataifa yakija na angalia kwanza mkaguzi wa ndani amekipitisha hiki chuo. Sasa hivyo viko ambavyo ni Approved Training Organization, viko vingine ambavyo vimepitishwa kwa hapa Tanzania. Lakini ukija kwenye ICAO ni CTC pekee yake. Okay. Kwa hiyo hawa wanaweza kufanya kazi kwa ndani, lakini hawa wengine waliopitishwa kama ATO. Lakini kwenda vile sasa utambuzi wa kimataifa hakuna. Na vile vile sisi tumethibitishwa na shirika linalosimamia viwango duniani, ISO 9001:2015. Kwa hiyo tuna uhakika anayefanya kazi akifanya mafunzo hapa chuoni kwetu anaweza kwenda kufanya kazi mahali popote. Na tuna wengi tu ambao wanafanya kazi za flight operation. Sasa hivi wako Dubai, ukienda kupita Dubai wapi unakuta wanafanya kazi. Jambo zuri sana. Na ume-mention mwanzoni hapo kwamba kwa sasa hivi hamtoi mafunzo ya urubani, ya uhudumu wa ndege, lakini pia ya maengineer, ya traffic maintenance engineers. Tumeshuhudia kuna uhitaji mkubwa wa marubani kwa mujibu wa takwimu zilizotolewa mwaka jana Disemba na mamlaka ya usafiri wa anga zilionyesha kwamba kwa ujumla kuna marubani 603 na kuna uhitaji wa marubani 755 na upungufu wa marubani 152. Kuna mkakati wowote kama chuo kuhakikisha kwamba mnaongeza kozi za urubani ili kuboresha zaidi sekta ya anga Tanzania? Kwa wakati uliopo kwa sasa hivi kama chuo CTC kupitia mamlaka ya usafiri wa anga tumejikita kwenye kozi za muda mfupi ambazo kwa zaidi ya 80% ndio zinaendesha sekta ya usafiri wa anga. Swala la kuangalia huo uhitaji wa marubani kama nilivyosema kwenye wao mapungufu ni kweli hapo, lakini tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan alivyotembelea serikali ya Jamhuri ya Korea Kusini mwaka jana kama sikosei mwezi wa 5. Alipotembelea kule alionyesha nia ya dhati kukabiliana na tatizo la uhaba wa wataalamu kwenye sekta ya usafiri wa anga Tanzania. Na mojawapo ni kwenye urubani, mafunzo ya kutengeneza ndege na kadhalika na maeneo mengine. Na kama tunakumbuka aliweza kutembelea chuo cha Korea Aerospace University ambao wale wamebobea kwenye mambo ya aerospace, mambo ya anga, ya sekta ya tuseme kwenye aviation in general na huko anga la juu. Na alionyesha nia ya dhati kwamba anatajenga Aviation Center of Excellence Tanzania. Na tayari mchakato huo uko kwenye mchakato wa kuanzisha hilo, na tunaamini kwa sababu nilishiriki kwenye ule mchakato, hii ya kuondoa hiyo upungufu wa marubani itajengwa Flying Academy kule Kilimanjaro. Na sasa tayari serikali imeshaainisha eneo na vile vile sehemu kwa ajili ya matengenezo ya ndege itajengwa kule Kilimanjaro. Kwa hiyo sisi serikali imeachia kwamba hii CTC endelee kujikita kwenye kozi za muda mfupi na hasa walioko makazini kuendelea kuwajengea uwezo ili waendelee kuwa salama. Kwa sababu sisi tunasaidia hata kwenye kaguzi. Taifa kama taifa linakaguliwa na shirika la usafiri wa anga duniani. Ikikuta tu kuna mahali hawaendi vizuri, tunaweza tukafungiwa. Sasa ili kuhakikisha kwamba tunaendelea kufanya anga letu liko salama na tuendelee kupata wateja wengi waendelee kuja, sisi kazi yetu ni kuzalisha wataalamu wapya na vile vile wale ambao wako makazini kuendelea kuongezea uwezo. Kwa hiyo swala la uhaba wa marubani na mafundi wa kutengeneza ndege litatatuliwa hivi karibuni na serikali ya Mheshimiwa Rais, ambapo kule itajengwa academic school, Flying Academy na sehemu kwa ajili ya matengenezo ya ndege. Okay. Shukrani sana. Tuhamie sasa katika upande wa gharama. Umeorodhesha kozi mbalimbali ambazo zinatolewa fupi ambazo zinatolewa hapa. Unaweza kutufafanulia kidogo kwa kila kozi ambazo zinatolewa gharama zake ni kwa kiasi gani? Asante sana ndugu mwandishi. Kozi kwa hapa CTC kwa ujumla sasa hivi tunatoa takriban kozi 89. Kuanzia kozi ya siku moja mpaka za mwaka mmoja tunazo. Nikichukulia mfano kozi ya aerodrome control, uongozaji ndege daraja la kwanza, gharama yake ya kufanya mafunzo hapa natakiwa kulipa shilingi 4,500,000. Lakini akija mtu wa nje
ya nchi analipa dola 4,500, ambao ukiangalia hiyo ni zaidi ya zaidi ya milioni 10. Ni zaidi ya milioni 10. Sasa kwa nini nimefanya hayo? Ukielewa kwa mfano, akija kufanya kozi ya flight operation, uandaji safari za ndege, kwa hapa kwetu analipa shilingi milioni 3,200,000. Lakini mtu akija wa nje analipa dola 3,200. Flight operation kwa mfano, akija analipa, kwa kwetu hapa analipa shilingi milioni 1. Lakini akija wa nje analipa dola 1,000. Sasa hiyo maana yake nini? Hii ni namna ya kumsaidia Mtanzania kawaida. Tunajua uchumi wetu, sisi tunajua wenyewe. Kwa hiyo mamlaka imeweka ile hususan kwa ajili ya kuwasaidia au kumsaidia kijana wa Tanzania aweze kushiriki kwenye haya mafunzo. Kwa sababu unakuta kwa nje inakuwa gharama kidogo. Na hata ilivyo, kwa sababu mimi nishukuru serikali tu na mamlaka kwa ujumla kwa kufunga hata hiyo mitambo ya kufundisha waongoza ndege. Kama imefungwa hapa ambayo tunayo, tutaitembelea. Inapunguza gharama. Tulikuwa tunapiga gharama kumpeleka air traffic controller mmoja akasome nje ya nchi. Kwa muda wa wiki 16, umlipie tiketi ya ndege, umlipie ile per diem zake, pesa ya kujikimu, ulipe hela mafunzo, ulipia ile tuition fee. Kwa controller mmoja ilikuwa inaenda mpaka, kwa mfano ukimpeleka Ulaya ni milioni 132 plus kwa kumpeleka nje. Lakini kwa kumsomesha hapa unakuta hata gharama yake ifiki milioni 10 mmoja. Yaani umeweka hizo gharama nyingine za mafunzo na nini na gharama nyingine ambazo tunaingia hapa kama chuo, haifiki milioni 10. Kuna wale wanaoongoza daraja la pili au wanaotumia rada ambaye anakaa wiki 7, kimpeleka nje ni zaidi ya shilingi, ndivyo hizo gharama nilizozitaja, ni zaidi ya milioni 55. Lakini hapa kwetu milioni 6-7 haizidi milioni 10, hameshapata mafunzo. Kwa hiyo unaweza kaona namna serikali hivyo invest hapa kwetu haijapoteza. Tulipofunga rada 4 hapa Tanzania, ambayo ilifungwa hapa kile Dar es Salaam, kafungwa Songwe, Mwanza na Kilimanjaro. Tumetrain zaidi ya waongoza ndege 60. Sasa piga hiyo gharama ingekuwa ni shilingi ngapi kwa train? Na kipindi hicho hapa wengine mwaka juzi tumetrain 30 air traffic controller. Ungezidisha mara ya milioni 132 mara 30, hela nyingi sana. Lakini kwa mitambo yetu tumefunga hapa, ita resolve kila kitu. Inapunguza gharama ya mafunzo, inakuwa chini. Ground handlers inategemea ni kozi kila moja, kuna nyingine zinakwenda 700,000, nyingine zinakwenda 500,000, kwa sababu inategemea na aina ya mafunzo. Tuna schedule labda tutakupa alafu utaiangalia. Tuangalie pale. Kila kozi ina gharama zake. Kwa hiyo haziko constant. Kulingana muda wa mafunzo. Kwa hiyo utakuta kama hiyo ninayosema kama mfano mashallah ni shilingi milioni 1, lakini kuna kozi nyingine za usalama shilingi 500,000, lakini kuna ile recurrent training au awareness wanakuja kufanya hizo, mpaka marubani wanakuja kufanya hapa. Kufanya awareness kwamba ile amekishafanya kazi muda mrefu anatoka tena afanye mafunzo ili kujikumbusha asifanye kazi kwa mazoea. Hizo tunazitoa nyingine kwa siku 2, siku 3. Kwa hiyo ada inatofautiana. Inaweza kawa 200,000 kwa sababu tuna schedule kabisa ambayo tumeitengeneza. Changamoto hasa zinazoikumba elimu ya anga hasa katika hizi kozi fupi, lakini muhimu zaidi katika sekta ya anga ni zipi? Asante sana ndugu mwandishi. Changamoto kubwa iliyoko kwenye sekta ya usafiri wa anga hususan kwenye kutoa mafunzo ni ule mgongano wa kisheria. Wanaita kwa kitaalamu wanasema conflicting regulatory requirements. Chuo kinakaguliwa na wakaguzi wengi. Katika wings za ICAO nakaguliwa mara 2. Kuna ICAO Trainer Plus na kuna ICAO Aviation Security Training Center wanatukagua. Anakuja ISO, shirika la usimamizi wa viwango duniani, ISO naye anatukagua. Kuna mamlaka ya usafiri wa anga Tanzania TCAA kama regulator anatukagua.
kuna activate ambayo sisi tuna forward pale, anakuja anatukagua. Tunatoa huduma za mafunzo haya kwa takribani nchi 17 za bara la Afrika kwa sasa hivi. Na kulingana na matakwa ya ICAO, hiyo nchi kabla ya kuleta watu kuja kuwafunza kwenye chuo cha nchi fulani, kwa mfano Tanzania, inabidi mamlaka ya usafiri wa anga ya kwao ije ikague hicho chuo. Kwa hiyo wanakuja wanatukagua. Sasa basi inatokea nini? Unakuta huyu anaweza kuambia sheria zake anataka hivi, huyu anataka hivi. Kwa hiyo sisi tunachokifanya ni kuhakikisha kwamba tunatembea nao wote. Lakini ni swala ambalo linakuwa ni changamoto ili uweze kuaccommodate wote kwa pamoja. Hiyo ni moja ya changamoto ya kwanza. Ya pili ni mabadiliko ya teknolojia. Mabadiliko ya teknolojia yanapotokea, labda ulikuwa katika mmeshatengeneza mtaala wa kufundishia, mkaweka vitu ABC hivi ndio kulingana na sheria na taratibu zinataka. Ikifanyika mabadiliko, teknolojia imebadilika. Kama unavyojua ndege zinakuwa ni mpya. Mitambo ya kuongozea ndege, mitambo mbalimbali inayotumika inabadilika. Hawa watu inabidi wapate mafunzo. Kwa hiyo inabidi uingie kwenye mitaala yako ukabadilisha. Ndio tengeneza mabadiliko ya mara moja. Mnakabiliana na vipi? Maana hiyo ni changamoto sio kwa Tanzania peke yake, bali ni kwa nchi nyingi duniani. Sasa sekta ya anga ni sekta ambayo inakuwa kwa kasi zaidi. Na inabadilika kutokana na teknolojia jinsi ambavyo inazidi kubadilika. Kwa hiyo sasa tunakabiliana nayo kwa kuhakikisha kwamba tuna review, tunaipitia mitaala yetu, tutaihuisha kuhakikisha kwamba inaendana na matakwa ya dunia. Na hiyo kwanza ni kwa kujua tuna watu ambao tunaita ni wawakilishi au focal point wa kuwasiliana. Kila kama kuna machapisho mapya yametokea na nataka kubadilisha kitu, tayari wanatupa taarifa ili sisi tupitie mitaala yetu haraka. Na kuhakikisha kwamba inakidhi viwango. Kwa sababu ukiendesha kesho kuja kukaguliwa na hawa wakaguzi, wakikuta kwa tofauti, na tukafungiwa. Lakini sio hivyo tu, utapoteza soko. Kwa sababu wale wateja wanakuja kwetu, na hizo nchi zote zinazo trade kwetu. Na sasa hivi tunapata mpaka watu kutoka Uholanzi, kutoka Uarabuni wanakuja kusoma kwa sababu tunakidhi vigezo. Kuna kozi tunataka kuendesha mwezi wa 5. Kuna region mbalimbali duniani katika Afrika, yaani wanatoka sehemu mbalimbali wanakuja kusoma kwa hiyo kozi kwa mwezi wa 5. Nimeangalia ile idadi wanakuja kusheni ni wengi sana. Na wanatoka sehemu mbalimbali duniani. Sasa hiyo ni kwa sababu gani? Kwa sababu tumeweza kukidhi vile viwango vinavyotakikana kitaifa na kimataifa. Usipokidhi vigezo hutaweza. Changamoto ya 3 ni uhaba wa wataalamu kwenye sekta ya usafiri wa anga. Wataalamu bado ni wachache, na hawa wachache waliopo tusipo maintain wanatoroka wanaenda kwenye maeneo mengine kwa sababu wanahitajika ndani ya sekta hiyo hiyo, kwa sababu tunanyang'anyana. Wako wachache na kuwasomesha ni gharama. Kwa sababu ni gharama, au wanagombania. Huyu anawataka, huyu anawataka, huyu anataka. Kwa hiyo ni changamoto. Na ujue hawa kwa sababu wamesoma na wanaweza kufanya kazi mahali popote, anaenda hata nchi nyingine. Anaenda hata mashirika mengine. Huwezi kumzuia mtu. Sasa mtu ameangalia akakuta hapa kuna maslahi mazuri, inabidi aondoke. Kwa hiyo ni mojawapo changamoto ya kuwa maintain hawa. Lakini licha hiyo, changamoto ya 4 ni vifaa. Hapo kwenye changamoto ya 3 kwanza, samani kwa kukatiza. Ni hawa wataalamu wa sekta anga wanaozalishwa Tanzania ndio wanatarajiwa pia kutumika katika kutoa mafunzo kwa wanaanga wapya. Haswa kwa sababu kama nilivyosema hapo awali, hatumfundishi mtu akajifunze kazi. Tunamfundisha mtu akafanye kazi. Na sio kila mtu mtaalamu kwa eneo lake anaweza kufundisha. Kutransfer kile ulichonacho na kumpa mtu mwingine akuelewe ni swala lingine kabisa. Na ndio sababu sisi kwa kupitia ICAO, ili awe mkufunzi, kuna mafunzo maalum atakuwa afanye, ajue namna ya kuandaa darasa. Sio kila mtu unaweza ukaja, tofauti na hizi high learning institutions zilizopo. Pale umefaulu vizuri na GPA yako nzuri, ni mtaalamu katika eneo fulani, unaambiwa nenda kufundisha. Hapana. Sisi hata ukija kwetu una doctorate una nini, lazima tukupe haya mafunzo namna ya kuendesha darasa. Inaitwa instructor training course.
huyo ndo mtu utakufundisha namna ya kufundisha mtu. Kwa sasa hawa wataalamu tunaowatumia sisi unakuta wengine wako makazini. Kwa mfano sisi tuko chini ya mamlaka ya usafiri wa anga kama nilivyosema, lakini walimu wanaofundisha ambao wako hapo ni wachache ambao wako station permanent hapo. Wengi wako makazini. Wengine wanatoka TCAA, tumeshawapa haya mafunzo ya namna ya kufundisha. Wengine wako mamlaka ya viwanja vya ndege TAA, wengine wako kwenye mamlaka ya hali ya hewa TMA, wengine wako kwenye hizi ground handling company na wengine ni wale ambao walisha wastaafu. Tunawatumia hao wote, na ndio inayetupa sifa kwamba pamoja na udogo wa majengo yetu tulionayo na nini na muonekano unaoona, lakini ile product inayotoka watu ndio wanayethamini, na hiyo ndio inatupa sifa. Tuna nani? Labda nikwambie tu, yani kuonyesha kwamba sisi bado tuko vizuri na tuna nani, na hata shirika linalosimamia usafiri wa anga duniani wanatutambua hivi. Na waandishi wa habari naonyesha tu hii, hata kwenye management yangu naandaa kuipeleka, unaweza ukasoma. Hii ni awadi tumeletewa kwa ajili ya outstanding performance ya kutoa mafunzo ya usalama usafiri wa anga katika kusini na Afrika Mashariki na kusini mwa bara la Afrika. Tumeletewa hii trophy kwa kurecognize ile kazi ambayo tunaifanya. Kwa hiki chuo ni cha kimataifa zaidi. Changamoto nyingine ni gharama za vifaa vya kutolea mafunzo. Gharama yake inakuwa ni kubwa sana, investment. Kwa hiyo inahitaji kwa kweli commitment ya serikali katika kusaidia kupata vifaa. Na shida kwenye hii sekta, unakuta vifaa ni gharama. Kwa mfano tulifunga simulator moja mwaka jana, mwaka 2017. Almost unakuta iliingia karibia bilioni 1.4 kufunga simulator. Na hizi equipment zikikaa baada ya muda unakuta sokoni hazipo tena, zimeshapotea, unatakiwa ununue mpya. Ikifika miaka 7, 8, 10 unakuta hata ukitafuta spare yake haipo tena, kulingana na mabadiliko ya nini, ya teknolojia. Kwa hiyo inabidi ukanunue nyingine. Lakini sasa unakuta ni gharama kubwa kuzinunua, na ndio sababu unakuta hata hizi private sector hawaingiagi sana huko, kwa sababu ya ugali wa haya mafacility kwa ajili ya kutoa mafunzo. Tukienda kwenye x-ray machine ambazo tunataka kuinstall ni gharama kubwa. Ndio naona hata wakati mwingine inabidi tuwe na mashirikiano na wenzetu wa mamlaka ya viwanja vya ndege, ili wanafunzi wetu wanapomaliza masomo ya nadharia darasani tunawapeleka masomo ya vitendo kwenye viwanja vya ndege wakajifunze. Mpaka tunavyozungumza hivi sasa, Tanzania Civil Aviation Training Center imeshazalisha wanaanga wangapi, na pengine kwa mwaka uliopita 2024? Sana sana mtangazaji. Kwa kweli toka imeanzishwa, kwa sababu kwa kipindi hicho walikuwa ni wachache. Tulipoanzisha kuna nafunza labda 100, 200, tukaenda 500 kanafanya. Lakini sasa tunapozungumza tunazalisha zaidi ya wataalamu 2000 kwa mwaka. Kwa mfano mwaka jana ulioishia, na hii mafunzo hii namba inacheza, na mahali tulishafikia mpaka 2400 kwa mwaka. Mwaka juzi ulikuwa 2400. Mwaka jana ulikuwa 2085. Ndio tunawezesha kwa mwaka mzima. Hawa wanacheza kwa sababu tunasema wengi tunawapa mafunzo ni walioko makazini. Kwa hiyo kuna miaka ambao unakuta wanahuisha leseni. Kwa hiyo watakuwa wengi sana. Lakini kuna kwa sasa kushawisha mwaka huu, mwaka ujao hawatafanya. Kwa hiyo namba inaweza ikapungua. Lakini tunachokifanya ni kwa ujumla, ukiangalia soko toka tumeanzishwa ni zaidi ya 17,000 ambao tumeshazalisha. Sasa basi sisi tunaangalia nini malengo yetu kwa sasa. Kuna vitu ambavyo ni vya msingi katika taifa letu, na ndio sababu nakuta wengi wanakimbilia kuja kufanya mafunzo hapa Tanzania. Kwa sasa hivi tunaoongea kuna mafunzo yanaendelea hapa ya wanafunzi kutoka sehemu mbalimbali. Sehemu mbalimbali wanafanya mafunzo hapa kwetu.
na nilikuwa naangalia tu kwa data zangu nilizonazo kwa siku ya leo. Tuna wanaofanya basic screeners, ni ile mambo ya ukaguzi. Kwenye ule ukaguzi kama unaingia kwenye hapo tunapata kwenye ile screening machine. Tuna wanafunzi kwa sasa hivi 60 wanafanya mafunzo ambao wanatoka mamlaka ya viwanja vya ndege na hivi private UIS, Airco, Alliance, Transworld, Safari Plus, Flightlink, Precision Air, mashirika yote haya wanafanya mafunzo. Okay. Lakini kuna wengine 8 wanafanya mafunzo ya kutengeneza mitambo ya kuongozea ndege. 8. Wengine wanatoka Jeshi la Wananchi, wengine wanatoka mamlaka ya usafiri wa anga. Tuna wengine wanafanya mambo ya uendeshaji wa viwanja vya ndege, apron management hao. Wako 17 kutoka mamlaka ya viwanja vya ndege. Tuna waongoza ndege daraja la kwanza, air traffic control. Wako 17 na TCAA. Tuna watoa habari za anga 15 kutoka TCAA. Lakini tuna wanafunzi 9 wanatoka Botswana. Wanafanya kozi na ambao walifanya kozi ya wale approach control procedure, ile ya kuongoza ndege kwa kuwasiliana na rubani kwa redio. Sasa hivi wanafanya ile ya kuongoza ndege kwa kutumia rada. Na wengine wameondoka majuzi tu. Kwa hao wote katika ile idadi ya wanaanga waliopata mafunzo katika mwaka 2024, tunaweza tukapata idadi ya wanaanga wapya ambao ukiacha ambao tayari wako kazini, lakini wale ambao wametoka shuleni wanaingia sasa kuanza moja kwa moja mafunzo ya anga kwa mara ya kwanza. Lengo ni kutaka kufahamu zaidi awareness ya vijana waliopo vyuoni kuhusu masomo mengine hasa haya ya kozi fupi, kwa sababu tunafahamu kwamba sekta ya anga mara nyingi tunafahamu kuhusu marubani, wahudumu wa ndege na pengine maengineer kidogo, lakini kwenye hizi kozi fupi kidogo awareness bado iko chini, hasa kwa upande wa Tanzania. Idadi ya hawa wapya walioingia katika sekta ya anga kwa mwaka jana inaweza kuwa ni wangapi? Asante sana ndugu mwandishi. Sasa kwenye hilo inabidi tuingie kwenye data. Kuchambua. Naomba tutafanyia kazi afu tukupe data kwa sababu sisi tunatengeneza kwa mwaka mzima. Kwa mfano sisi tunaenda kwa mwaka wa fedha. Tumezalisha wangapi, wanaume wangapi, wa jinsia ya kike wangapi, wa nje wangapi, wa ndani wangapi, ndio tunachambua. Okay. Sasa hiyo mpaka ni wasada wataalamu wangu tuweze kujua wale wapya ni wangapi. Na nafikiri hilo swala kwako la msingi sana hilo. Ili kuweza kuangalia wale wapya walioingia ni wangapi. Ndio. Sawa. Kuna hivi karibuni mwezi uliopita kabla hazijaanza kozi za muda mfupi hizi za kurusha drone. Tulichapisha habari kwenye kurasa zetu za mtandao ya kijamii kwamba chuo hiki kinatoa kozi hizo baada ya kuwa tumefanya mawasiliano na tumepewa taarifa rasmi na uongozi wa chuo. Lakini kuna maoni ya wadau mbalimbali wa sekta ya anga walikuwa wakisema kuna baadhi ya watu wanajua kuirusha drone, wanaijua vizuri lakini hawajaingia darasani. Kwa nini mtu atoe kiasi kile cha pesa kuingia darasani kusoma? Nikahaukiwa kufahamu tofauti kati ya rubani aliyeingia darasani wa hizi ndege za drones na yule ambaye hajaingia. Kuna tofauti gani hapo? Kwa nini mtu alipie kuja kusomea drone na kati anaweza akapata mafunzo nje ya darasa? Asante sana ndugu mwandishi. Ni sawa nafananisha na mtu gari anajua kuliendesha lakini hana leseni au hajui kanuni na taratibu za sheria. Ya kuliendesha tu ile gari ni kitu kimoja, lakini taratibu zitakuwaje ni kitu kingine. Kwa hiyo sisi tuliamua baada ya kuona hiyo, maana ilipoingia swala la drone ilionekana kama ni changamoto, lakini baadaye ikaonekana ni fursa, kwa sababu inasaidia mambo mengi kama drone. Ile mahali ambapo unaenda kuweka walinzi 10, 20 au 100 kwa ajili ya kulinda eneo, unafanya surveillance kwa kutumia drone. Sasa basi, tukagundua kwamba hawa warusha drone walio wengi wanajua kuzirusha vizuri. Perfect. Lakini shida, kanuni na taratibu hawazijui. Anajua swala la anga, anairusha wapi,
ni wapi asirushe, anajua, kwa sababu mamlaka ya usafiri wa anga imeweka sheria. Kwa mfano, ni umbali gani kutoka uwanja wa ndege hutakiwi kurusha drone. Kwa sababu gani? Usalama wa ndege nyingine. Ile ikija kukatiza mbele ya ndege nyingine, ile engine ya ndege, hasa hizi jet engine zile ambazo hazina mapanga boy, inaivuta, itaingia kwenye engine. Ikiingia kwenye engine, umeua ndege, engine ya ndege, engine imekufa. Lakini kwa wakati huu usalama wa ile ndege ukoje? Kuna hatari ile ndege kudondoka. Ikidondoka ile ndege tayari umeua watu. Kwa hiyo swala la kiusalama ndio sababu tukasema hawa watu lazima waingie darasani, wajue sheria zinasema vipi, kanuni zinasemaje, na ni eneo gani na gani ambalo atakuwa kurusha na maeneo gani anastahili kurusha. Hiyo ndio inapelekea. Lakini wengi, na hata sasa hivi tumefanya tafiti zikagundua kwamba ni kweli wengi wanajua kuzirusha. Baada ya kuendesha mafunzo wanajua kurusha, lakini hawajui hizo kanuni na taratibu, kwamba ni wapi arushe, ni wapi asirushe. Kwa hiyo tunafikiria hata kupunguza ule muda. Tumeshaanza na kufanya kazi sasa hivi. Tukaona sasa kama huyu mtu amekuja anajua kurusha, basi tumfundishe tu zile sheria, kanuni na taratibu. Lakini wewe unajua kurusha, baseline yako ni nini? Nahitaji huyu mtu akaguliwe na mtu mwenye sifa, ajue ni kweli, huyo amdhibitishe. Ndio sababu ukishamaliza hapa chuoni tunakupa cheti, unaenda mamlaka ya usafiri wa anga kufanya nini? Kuomba leseni. Hasa mtu anakuambia nimesoma, unajua kurusha, unajua kurusha, ndio nimefanya practical. Haya, twende kanionyeshe unajua. Kwa yule ndiye atakaye kudhibitisha ili upate leseni. Kwa gharama za kusomea urubani wa hizi ndege nyuki ni kiasi gani kwa hapa? Kozi ya urushaji wa ndege nyuki ni wa muda wa wiki 4, ambapo wiki 2 zinakuwa na masomo kwa nadharia, wiki 2 tunafanya practical narusha. Hata hivyo, kwa kilio cha Watanzania walio wengi kwamba hii gharama imekuwa ni kubwa, 1,400,000, na hii 1,400,000 ni ada ya kulipa hapa shuleni. Lakini ukienda ukijumuisha na ada ya kufanya check up na nini, pamoja na kulipia leseni na yule atakaye kuasesi, jumla inafika kama 1,980,000. Sasa sisi tumeliangalia hilo tukasema kwa Mtanzania bado tuendelee kumsaidia. Na tulifanya hivyo sisi kwa sababu kwa baseline. Kuna kampuni ilikuja wakaendesha, nakumbuka pale Kijitonyama. Waliendesha hiyo kozi kwa muda wa wiki kama wiki moja tu. Na walichaji shilingi milioni 6. Na watu walienda. Sasa je, imani kwamba wenzetu hawa wazungu wamekuja na vitu tunaanzia kwao. Wataalamu tunao sisi huku. Na masuala yetu tutayatatua sisi wenyewe wa Afrika, tukifanya matatizo yetu. Kwa hiyo wataalamu wapo humu ndani waliobobea. Basi kwa sasa hivi tumeanza mchakato na tuko kwenye mchakato wa kisha tunapitia tena ule mtaala wetu kwa vigezo vya kwamba hawa wanaokuja tayari wanajua kurusha ndege. Kwa hiyo kama wanajua kurusha, basi sisi tuangalie yale maeneo ambayo tutakuwa kutoa katika ile mtaala, tubakize yale mengine ili angalau tuweze kuifupisha iweze kurudi angalau kama wiki 2 au wiki 3. Na tupunguza muda na gharama inapungua. Kwa sababu inapunguza gharama ni pamoja na wale wataalamu nao walipa kufundisha mafunzo, lakini sio hiyo tu, hata vile vifaa wanavyotumia drones zile unakuta kwa mfano betri zake hazikai muda mrefu. Kwa hiyo inabidi uwe za kutosha. Kwa hiyo kwa kweli mwitikio hasa wa drone umekuwa ni mkubwa sana kutoka mashirika mbalimbali na waandishi wa habari kama nyinyi. Wanakuja napata mafunzo hapa tunawafunza. Kwa sababu itafikia mahali sasa mamlaka itaweka enforcement kwamba sasa lazima kila mmoja. Kwa sasa hivi tunajaribu, sheria ipo, lakini tunabidi tuongeze speed, na mahali sasa tutabana kabisa hakuna kurusha drone mpaka uwe na kibali. Kwa sababu sasa kwa sheria iliyopo Tanzania lazima uwe na kibali ndio urushe drone. Unapata kibali kutoka mamlaka ya usafiri wa anga.
ikikutwa inaruka bila kibali na ni sheria, ni kosa la kisheria, kwa hiyo lazima unachukuliwa hatua za kisheria. Okay. Sawa, twende kwenye upande wa awareness, uelewa wa vijana kuhusu hizi kozi za tuseme mimi naziita kozi zinazo muhimu katika sekta anga zinazohakiki usalama na ufanisi wa safari za sekta za ndege. Hizi kozi mwitikio kwa vijana uko vipi, na unahisi ni kwa sababu gani mpaka sasa hivi jamii iko nyuma kidogo kuweza kuzifahamu kwa upana kama inavyotakiwa? Asante sana ndugu mwandishi. Seme kulikuwa na yale, kuna maono watu wengi walikuwa nadhani, na ni sehemu nyingi mbalimbali, wanadhani kwamba sekta ya usafiri wa anga ni kwa ajili ya watu wa aina fulani. Huo ndio mtizamo ulikuwa wengi wa Tanzania na hata nchi nyingine, kwa naona baadhi wanadhani kwamba sekta ya usafiri wa anga ni kwa ajili ya watu wa aina fulani. Kumbe sivyo. Sekta ya usafiri wa anga ni kwa ajili ya wote, na ni sekta ambayo haimtupi mtu. Kijana akisoma na akafaulu vizuri, ana uhakika kupata ajira. Ni kwa ajili ya wote. Sasa nadhani tu ni mtizamo, ile awareness wengi hawakuwa wanaijua sana, na ndio sababu kwa kupitia hiyo sasa mamlaka ya usafiri wa anga yenyewe inafanya zile, unaona hata mkurugenzi mkuu akifanya vipindi mbalimbali kwenye redio, kwenye TV. Mimi mwenyewe nimefanya vingi tu, na kama chuo sisi tumeweka mikakati ya kutembelea. Kwa mfano mwezi uliopita, mwezi wa pili, maafisa wangu walizunguka karibia nchi nzima kutoka kwa vyombo vya habari kutangaza yale mafunzo tunayotoa. Lakini vile tokea mwaka jana tumekuwa na hizo programu za kurusha kwenye mitandao yote ya kijamii ili watu waone, na tumeona mabadiliko ya mwitikio wa vijana wanaokuja kusoma ni mkubwa sana. Lakini vile tuna programu za kutembelea mashule ya kuanzia shule za sekondari, kuwaelimisha wale vijana, kwa sababu ili waanze kujenga ile misingi ya kuielewa. Kwa sababu sasa unakuta aviation haijulikani na wengi wanajua kama ni ya watu fulani. Kwa hiyo sasa tumekuwa na hizo program za kuendesha, na hata kuanzia mwezi wa 5 tena tuna program ya kuzunguka takriban nchi nzima kuhakikisha kwamba tunatoa kwenye vyombo vya habari. Lakini mashule tuna program za kutembelea mashule. Tumetembelea kule Zanzibar, Pemba na Unguja. Hapa Tanzania bara tumetembelea mikoa mbalimbali kuelimisha vijana ili tuweze kwenda sawa sawa. Otherwise itabakiwa na ile notion kwamba hii ni ya watu fulani. Sasa hiyo ndio tunataka tuiondoe hiyo kitu. Okay, huo ni mpango mzuri hasa. Tumalizie tu katika upande wa mpango wa ujenzi wa chuo kipya cha mamlaka cha usafiri wa anga ambacho kinatarajiwa kujengwa hivi karibuni. Tupe progress sasa hivi iko vipi? Mchakato umefikia wapi na kuna hatua yoyote iliyopigwa? Asante sana mtangazaji. Hapa tulipo kwa sasa, kwanza tunamshukuru Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan. Mwezi Mei mwaka 2022 alitupa eneo pale Banana nyuma ya jengo la mamlaka ya usafiri wa anga Aviation House. Alipa mamlaka ya usafiri wa anga TCA, aliwapa eneo kwa ajili ya kujenga miundombinu mipya ya CATC ukiboresha. Na hii nishukuru sana kamati ya bunge ya kudumu ya miundombinu na Mheshimiwa Waziri wa Uchukuzi Profesa Makame Mbarawa Mnyaa bunge kwa jitihada zao ya timu hiyo waliosaidia mpaka tukapata ile eneo kwa ajili ya kuboresha. Na hiyo ilitokana na nini? Ni kamati ilipotembelea chuo, Mheshimiwa Waziri alipotembelea chuo na kukuta chuo kimejaa kwa hapa, na branch yetu ambayo iko kule TX pale nyuma ya Aviation House kote kwa kumejaa, na ukiangalia na wanafunzi wa nje wakaangalia na mazingira wakasema hapana, hawa wapewe eneo lingine. Tupata eneo na Mheshimiwa Rais, tuko kwenye mchakato wa kuanza ujenzi. Ujenzi unategemea utaanza mwezi wa 6 mwaka huu. Tayari tulishamnunua mshauri mwelekezi kwa ajili ya kusimamia mradi, na sasa hivi tuko kwenye mchakato wa manunuzi ya mkandarasi kwa ajili ya kuanza ujenzi. Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia Wizara ya Uchukuzi imeitengea mamlaka
shilingi bilioni 23.2 kwa mwaka huu wa fedha tunaendelea na mamlaka yenyewe ilitenga kiasi cha fedha kama bilioni 2 kwa ajili hiyo hiyo. Lakini vile vile mwaka ujao wa fedha, kwa sababu mradi utatembea kuimplement kwa ndani ya miaka mitatu, serikali vile imetenga bilioni 20.8 na mamlaka imetenga bilioni 5.8. Jumla ya mradi mzima unahitaji shilingi bilioni 78 kukamilisha, ambapo pale tuseme kwamba tunapata wanafunzi kutoka ndani na nje ya nchi. Lakini nini? Tuna advantage, tuna faida kubwa ambayo inafanya hawa wanafunzi wanakuja hapa kutoka nje. Utulivu wa kisiasa ulio kwenye nchi yetu. Wakija hapa wanasikia wako nyumbani, wanatembea wakati wote, wanafanya wanayotaka. Lakini lifestyle, maisha kwa Tanzania, mtu anapokuja hapa anaona anakuwa ana save kiasi cha kutosha kwenda kufanya mambo yake mengine. Lakini vile ukarimu wa Tanzania, geographical location. Kwa hiyo mtu anaona akija hapa pako salama, ndio unakuta wengi wanaomba huko, kwa unakuta hata wale wanafunzi wenyewe wanaokuja kufanya mafunzo wanalobi, wanataka waje afanyie wapi? Tanzania. Kwa hiyo sasa sisi lazima tumie advantage, tuhakikishe kwamba tunajenga. Ndio mamlaka ikaamua kwamba itajenga chuo cha kisasa chenye kile ambacho nadhani katika bara la Afrika kitakuwa ni namba 1. Ataonyesha michoro yake kile ambacho anatarajia kujenga pale. Na kwa sababu tunaangalia advantage nyingine, ICAO wanaonyesha nia kufanya kwamba CTC hiyo ndio sehemu yao ya kutoa mafunzo katika Eastern and Southern Africa. Hiki ndio kituo cha kutoa mafunzo. Sasa tukiona hiyo lazima tukimbizane nayo. Na kama ndio nasema kama mshukuru serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kuonyesha nia ya dhati kutoa hiyo pesa kwa ajili ya kujenga hicho chuo cha kisasa. Unaitazama vipi elimu ya anga katika miaka 10 ijayo kwa mtazamo wako kwa kumalizia? Asante sana ndugu mtangazaji. Kwenye miaka 10 ijayo ukiangalia, tunaona mashirika ya ndege, kwa mfano Air Tanzania anazidi kuongeza ndege. Mashirika mbalimbali yanaendelea kuja hapa kwetu. Tunaona viwanja vya ndege vinaendelea kupanuka, vingine vipya vinaanzishwa. Maana yake inahitaji wataalamu zaidi na zaidi. Kwa hiyo kwetu sisi, kwa sababu ujenzi wa kile chuo pale ni kuhakikisha sasa hili gap linaenda kutengenezwa na wataalamu, badala ya kuipeleka hii pesa nje ya nchi wakaifaidi wengine huko, ikae hapa. Kwa hiyo demand itakuwa kubwa na sisi tumeshaifuasi tukaiona hiyo. Kwa hiyo lazima tuongeze kasi ya kuendelea kutoa mafunzo, na sio mafunzo tu haya yaliyopo, na kutengeneza mengine mapya. Yako mengine mapya ni mengi sana ambayo yanahitajika kutengeneza, yanahitajika sokoni. Kwa hiyo naamini kwenye miaka 5-10 ijayo hatutazungumzia tena kwenda kufunza wataalamu 2000+. Tunaenda kuzungumzia kwenye 7,000, 8,000 kwenda 10,000. Na kwa sababu kama nilivyosema, tukishaboresha vitu hivyo vikakaa vizuri, mazingira yakawa mazuri, tutaona hata nayo demand itakuwa kubwa. Lakini pamoja na kuongeza idadi ya mafunzo tuliona, ambao huo ndo mkakati wetu kwa sasa. Tuongeze mkakati wa mafunzo zaidi na kutoa. Na tunaona kinachofanyika. Sisi baada ya kuwa member wa ICAO Trainer Plus na ICAO STC, ICAO wenyewe wana plani mafunzo wanayaleta kwetu, yanakuja kufanyikia hapa, wanalipa hizo gharama, Watanzania wanafaidi. Kuna AFCAC, ni shirika la usafiri wa anga hapa kwa upande wa Afrika, wametuletea mafunzo sasa hivi kwamba tuorganize mafunzo, na tushaorganize kwa mwezi wa 6, watu 20 watasoma, watatoka sehemu mbalimbali. Ile gharama za walimu watalipa wao. CTC tulipata project watu wa Somalia, unaitwa Kestu project, kwa ajili ya kuwajengea uwezo. Ule mradi walichagua uje ufanyikie CTC Tanzania. Au kwenda wapi kwa majirani zetu, wakasema uje ufanyikie hapa. Faida yake ni nini? Ni kwamba wakileta ule mradi, nusu ya wataalamu ni wa Tanzania, nusu wanatoka kule Somalia. Na hao wote wanasoma wameshalipiwa gharama zote. Kwa unaona hiyo ndio advantage ya CTC na kwenda kujulikana kimataifa. Kuna kozi nyingine inaitwa Professional Management course. Ilikuja ikafanyika mwaka juzi na mwaka jana wakaomba tena ifanyike hapa. Ambayo kozi inafanyika mara 1 kwa mwaka.
na ambao tulifanya kwa mashirikiano na chuo cha Concordia University kule Canada. Sasa hiyo ndo tuanze. Kwa hiyo kwenye miaka ijayo ninavyoiangalia namna ya sekta ya usafiri wa anga inavyokuwa, ina maana kwamba uhitaji wa mafunzo utaendelea kwa mkubwa kwa sababu ya uhitaji wa wataalamu. Na hii ni kutokana na kupanuka kwa sekta. Tunaona tourism inavyopanuka baada ya ya Mheshimiwa Rais mchakato aliofanya ile Royal Tour. Kwa hili ni dalili ya kuonyesha kwamba haya mahitaji ya mafunzo yataendelea kuwa makubwa na makubwa na makubwa. Cha msingi tu sisi ili tusishuke ni kumaintain ile standard. Tuende na vigezo vya kimataifa vilivyopo vya ICAO ili akuja kutukagua na kutuko salama. Kwa sababu leo hii wakija kutukagua wakakuta tumeshuka, maana yake hao wengine wateja wa nje wote umewaondoa. Hawaji tena. Okay. Mnapatikana vipi? Kama mtu anataka kufanya application, anataka kufahamu zaidi kuhusu huduma zenu, ni kwa namna gani ambapo mnapatikana? Hii ni kwa kumalizia. Tunapatikana kwenye mitandao yetu ya kijamii, kwenye Instagram, kwenye Facebook, kwenye social media. Kwa mfano tuna www.catc.go.tz, www.catc.ac.tz, kwenye Facebook CATC Tanzania _ tunapatikana kwenye mitandao yote ya kijamii. Na mtu akitaka kufanya application, utaratibu na kwa vipi? Anawasiliana na vipi? Kama ukiingia tu kwenye kwenye website ya kwetu, unakutana pale, unafungua linki na mpaka form ya kufanya application kwa maelekezo. Kwa hiyo kuna njia mbili. Either kuingia kwenye website au kuja physically hapo kwetu, unapata form unajaza. Na tuna watu ambao wanaattend, kwamba ukifanya tu online moja kwa moja mtu anakuattend haraka haraka. Kama sasa hivi tuna idadi ya drones tunaona hapo wameshajiregister zaidi ya watu 20. Hiyo ni kwa jinsi sasa ya muhula unaofuata tena, maana stari wengine washaanza masomo. Okay. Mimi niseme tu ni na waasa wa Tanzania wote, wazazi, walezi, vijana wetu wote, sekta ya usafiri wa anga sio kwa ajili ya watu fulani, ni kwa ajili ya wote. Na unaposoma kwenye sekta ya usafiri wa anga, ukifaulu vizuri, ukaendana na sheria na kanuni, uhakika kazi utapata. Na lakini cha msingi naomba ni waase wazazi na walezi. Wengi tunakosea, hatujui ni chuo kipi tunatakiwa kumpeleka. Viko vyuo vingi ambavyo hawana hizo accreditation, havitambuliki kimataifa. Matokeo yake na mifano hayo ambao wengi wamepelekwa huko kasoma, sasa anaenda labda anataka kwenda nchi za nje, anaenda kufanya kazi. Wakiangalia na mwambie kichwa kitambuliki, wanarudi, wengine wanakuja kusoma hapo. Kwa hiyo ninachowaasa kwamba wanapotaka kuwapeleka watoto wao kusomea mambo ya anga, sekta ya usafiri wa anga, wawasiliane na TCAA, mamlaka ya usafiri wa anga, kwa ajili ya kuwapa taarifa, kwa sababu hao wote wanatoa masuala ya sekta ya usafiri wa anga lazima wadhibitishwe na mamlaka ya usafiri wa anga Tanzania, TCAA. Kwa hiyo pale watapata labda nimeapply chuo hiki na hiki na hiki, au wasiliane na TCAA tu. Je, hiki chuo ni sahihi? Na hata kama sipenda TCAA akaja kwetu, sisi tutawasiliana na TCAA, tutawauliza kama amemcertify huyu hiki chuo, kuepukana na kutumia gharama ambazo sio za msingi. Unakuta umeshatumia gharama umempeleka alafu mtu haajiriki. Sasa inakuwa umeshapoteza pesa. Shukran sana Bwana Aristide Kanje, ni mkuu wa chuo cha Tanzania Civil Aviation Training Center kilichopo hapa Terminal 1 katika uwanja wa ndege wa Julius Nyerere jijini Dar es Salaam. Ameweza kutufahamisha mengi kuhusu chuo chenyewe, huduma zinazotolewa, vigezo vya kielimu ambavyo anatakiwa kuwa navyo anayehitaji kujiunga na masomo ili aweze kuhakikisha kwamba anapata masomo yake vizuri. Tumeona kuna kozi za uongozaji wa ndege, kuna kozi za kuna watu wa ground handling wanaotoa huduma katika ardhi katika uwanja wa ndege kuweza kuzihudumia ndege, lakini pia kuna warusha drones. Naitwa Zena Kasim, nikusihi uendelee kutufuatilia katika kurasa zetu za mitandao ya kijamii, Facebook, Instagram, YouTube channel, TikTok pamoja na LinkedIn kama Aviation Tanzania. Tupatane wakati mwingine, kwa heri.